wanasema ya kwamba usitafute amani usitafute amani wakati wa vita. Na hii kauli tumekuwa tukitumia muda mrefu sana, na nimekuwa nikitumia muda mrefu sana. Sasa hivi ndio inaweza kaa ina maana kubwa sana kwa sasa, kwa vita ambavyo vinaendelea sasa, kwamba usitafute amani wakati wa vita. Na ule kwenye kauli ya kwenye ujinga anaofanya Trump alishaambiwa. Trump yeye ameanzisha vita. Sasa cha ajabu ni kwamba Trump huyo ambaye ameanzisha vita anatafuta amani wakati wa vita. Sasa hii haiwezi kuleta maana kipindi hiki. Haiwezi kuleta maana. Na wakati huo Trump anatafuta amani wakati wa vita. Ifahamike ya kwamba wakati huo anasema kwamba amesimamisha vita. Kwa hiyo tunajiuliza ya kwamba huyu Trump alikuwa anasema ameongea na kiongozi mwenye ushawishi mkubwa ndani ya Irani. Ameongea na kiongozi mwenye ushawishi mkubwa ndani ya Irani. Sasa tunajiuliza, Trump alikuwa anaongea na kiongozi gani mwenye ushawishi mkubwa ndani ya Irani, angali viongozi wote Irani wamekufa? Au Trump alikuwa anaongea na mizimu? Alikuwa anaongea na mizimu Trump? Kwa sababu wewe kama Trump na Israeli wameua viongozi karibia wote, alafu Trump anakuja, si Trump amechanganyikiwa? Trump atakuwa amechanganyikiwa kwa sababu kipigo ambacho Mwajema nakitoa Mashariki ya Kati. Kipigo ambacho Mwajema nakitoa Mashariki ya Kati ni kipigo ambacho hakuna. Yaani dunia haijawahi kuona. Yaani hii ni rekodi nyingine ambayo anaweka Mwajemi tangu vita vya kwanza vya dunia, tangu vita vya pili vya dunia. It is the first time kwa nchi moja kupambana na mataifa karibia 9 na zaidi. Mara ya kwanza hii. Hapo ulimwengu wa kisasa. Hapo tena muda mfupi na haribu. Trump anasema ameongea na viongozi wenye ushawishi mkubwa ndani ya Irani. Ni kiongozi yupi mwenye ushawishi mkubwa ndani ya Irani ambaye ameongea naye, wakati viongozi wenye ushawishi mkubwa ambao Trump alipaswa kuongea nao ili kuzuia vita wameshakufa wote? Kiongozi gani Trump ameongea naye mwenye ushawishi mkubwa? Yupi ambaye ameongea naye? Sasa hali imekuwa mbaya. Hali imekuwa nzito. Yaani hali ni mbaya kuliko kawaida Mashariki ya Kati. Yaani Mwajemi anakiwasha. Trump anatamba mitandaoni. Trump anatamba wakati Mwajemi yeye anatembeza jalamba. Mwajemi yeye atembeza kipigo. Trump anatuambia kwamba ameongea na kiongozi au ameongea na mizimu. Umeanzisha vita Trump. Trump umeanzisha vita. Umeanzisha vita dhidi ya Mwajemi. Umeanzisha vita dhidi ya watu ambao kulingana na historia yao hawajawahi kushindwa vita. Trump anatakiwa amalize hivi vita. Na wamesema Waajemi hivi, yani wao kama Waajemi, hawawezi kusimamisha vita kwa kufuata masharti ya Trump au ya Marekani. Wamesema hivi, watasimamisha vita kwa kufuata masharti yao wao wenyewe. Umeona hali jinsi inavyokuwa ngumu? Umeona hali inavyokuwa ngumu? Trump amejikanyaga vibaya, na unaambiwa ni kwamba haki ya Mungu. Unaambiwa hivi katika vita ambavyo vinaendelea, yani Irani wameishambulia zaidi falme za Kiarabu kuliko walivyoishambulia Israeli. Yani falme za Kiarabu imekula kipondo. Yani ukipiga dada makombora ambayo yamepigwa ndani ya falme za Kiarabu na makombora na drones ambayo yamepigwa ndani ya Israeli, yani Irani ameishambulia zaidi falme za Kiarabu kuliko walivyoishambulia Israeli. Hapo ndio ujiulize sasa, kuna nini? Kuna nini? Wanakuambia wenyewe nyumba mwenda azimu
shetani kaingiaje? Ndio hii sasa, hii vita hii. Ukisikia nyumba ya mwenda wazimu, shetani kaingiaje kwenye nyumba ya mwenda wazimu? Ndio hivi vita ambavyo unaviona sasa hivi. Marekani amejikanyaga, amejikoroga vibaya. Yaani amejikanyaga, amejikoroga vibaya. Maana kila mbinu unayotumia Marekani haifanyi kazi. Kila mbinu ambayo Marekani haitumia haifanyi kazi. Anaongea na vyombo vya habari Trump, inafika watu anaanza kuongea mwenyewe. Yaani Trump afahamu kwamba yuko vitani. Yaani kitu ambacho Trump akijui, kitu ambacho Trump haelewi ya kwamba yeye yuko vitani. Anatakiwa apigane vita, sio maneno. Wai, Trump tunamshauri kila siku. Yeye Trump nimesimamisha vita. Amesimamisha vita kwa siku 5, kwa siku ambazo amepewa na nani? Tunajiuliza, amesema amesimamisha vita. Nimesimamisha vita kwa siku 5. Hizo siku 5 ni siku za nani? Au ni siku zake? Au Trump yupo kwenye siku zake? Sababu huenda yupo kwenye siku zake. Wenzako wanapambana, wanashambulia, wanagonga, wanapiga, wanaharibu kila kitu. Anasema nimesimamisha vita kwa siku 5. Siku 5 zipi ambazo amepewa na nani? Nimeongea na kiongozi wa Iran. Ameongea na kiongozi yupi? Nani ambaye ameongea naye? Amtaje huyo kiongozi ambaye ameongea naye. Trump anatakiwa amtaje kiongozi ambaye anasema ameongea naye. Kaongea na kiongozi gani? Vita si maneno. Trump kibano kinatembea, sio cha kawaida, ni kibano cha mbwa koko. Nimetoa siku 48, masaa 48 Mwajemi. Si asipofanya hivyo Mwajemi angalii cha siku, angalii cha masaa, angalii vitisho. Yaani Waajemi hawaogopi tena. Yaani hawamwanyi mtu tena. Yaani Waajemi wameamua kwamba hivi ni vita, sio maneno. Hata Trump anaingiza maneno. Yaani Trump kila akiongea kichapo kinaendelea. Kila akiongea jamani tutafuta Irani, kichapo kinaendelea. Tutakuja kuimaliza Irani, kichapo kinaendelea. Jamani Irani nyie kweni makini, kichapo kinaendelea. Yaani Mwajemi hayupo tena katika vitisho. Yaani haogopi vitisho. Yaani Mwajemi hatishiwi nyau. Ni bampa tu bampa. Ni kipigo juu ya kipigo. Kipigo juu ya kipigo. Hata Trump amechanganyikiwa, hajui afanyeje. Ndio maana mwisho wa siku Falme za Kiarabu au Saudi Arabia wamemruhusu sasa. Ndio Trump karuhusiwa. Sasa wewe Trump, yaani Falme za Kiarabu, Saudi Arabia wametoa ruhusa rasmi kwamba wako tayari Marekani tumia kambi zozote zino. Yaani maana ni kwamba sasa hivi ndio vita, na hii wiki ndio itakao tuambia hii wiki vita vinaelekea wapi. Hii wiki hii ya kuanzia Jumatatu hii ndio itakao tuambia vita vinaelekea wapi. Mbichi ni ipi na mbivu ni ipi kwenye hii wiki. Mwajemi hayupo tena, mambo ya ushawishi hayupo. Walishasema kwamba wao wakiamua kusimamisha vita kama Waajemi, watasimamisha vita kwa masharti yao wao, sio masharti ya Marekani. Mwana Marekani ameweka masharti karibia 10, masharti kama 10. Anamwekea masharti Mwajemi, masharti 10. Yaani Mwajemi amesema Mwajemi anatakiwa akabidhi hazina ama akiba yote ya uranium aikabidhi kwa Marekani. Trump anafikiri viongozi wale ni vichaa bado. Yaani hazina ya uranium yote akabidhiwe Marekani. Alafu avunje makundi yote. Yaani Hezbollah ivunjwe, Hamas ivunjwe, Wauthi yaani makundi yote Mashariki ya Kati yavunjwe. Yaani ili Marekani simshambulie Mwajemi, anatakiwa afuate vitu vifuatavyo. Nitakuchambulia kiundani zaidi. Alafu pia vile vile Mwajemi aache kutengeneza makombora masafa marefu. Yaani haya ndio masharti ya Marekani kwa Mwajemi. Mwajemi aache kutengeneza makombora masafa marefu. Alafu Mwajemi aache kurutubisha
nuclear pale kwake. Alafu Mwajemi yani masharti ya Trump ni magumu kiasi kwamba Mwajemi hata mjinga hawezi tekeleza. Yaani Trump anafikiri Waajemi ni waoga, anafikiri Waajemi ni Venezuela, anafikiri Waajemi ni Syria, anafikiri Waajemi ni Waafrika, anafikiri Waajemi ni Iraki. Afahamu kwamba wale ni Waajemi, sio Waarabu, wale ni Waajemi. Kimbembe ngurumbembe inda majali mwenda, yani mambo ni magumu vibaya mno. Wanasema ukishika moja haikae, ukishika mbili haikae, ukishika tatu ndo kabisa haishikiki. Waajemi wameamua kuupiga, wanaupiga mwingi. Sasa vita ni vita, vita ni vita, yani wameamua wao vita ni vita. Tumeongea na kiongozi mwenye ushawishi, alivyoongea hivyo ndo ameharibu. Trump alivyosema tumeongea na kiongozi mwenye ushawishi ndani ya Irani, tunasimamisha vita, ndo ameharibu kabisa. Yani ndo Waajemi yani ndo wanapeleka moto ijawahi kutokea. Tumeongea na viongozi wenye ushawishi mkubwa ndani ya Irani. Yupi? Nani? Wale wamesema kwamba wao ndo najua. Yani Waajemi wamesema hivi, wao ndo wataamua vita viishe lini au visimame lini kwa matakwa yao wao, sio matakwa ya Trump.